But Baba has said that it is a good deal, and he has assured Kenyans that it will expand the infrastructure of our airports. So we really need to support it. Let us put it to rest so that the government can implement the Adani issue. On the SHA, I want to congratulate the government on this SHA issue. Although there are some gaps, Kenyans are still asking questions, and I think the relevant, the substantive CS for health must do a lot of groundwork in educating Kenyans and doing civic education on this SHA, because there are a lot of gaps. Kenyans are asking questions, particularly concerning the transition framework of SHA. Because right now, as we speak, very many Kenyans are going to hospitals and they are told to pay. Kenyans cannot afford to pay cash. And very many Kenyans are succumbing to diseases right now. So the CS, Dr. Deborah Mulongo needs to come out very clearly and come up with a transition framework to caution Kenyans, to protect Kenyans who have been relying on services using the NHIF cards. So, and I want to say also that on SHA, the ministry needs to take civic education to the grassroots. The ministry needs to use organizations like Bunge la Mwananchi to conduct grassroots civic education so that many Kenyans can understand what SHA is all about. Many Kenyans are just seeing this thing on media. They do not understand it. So, in a brief, I want to congratulate Baba for what he said yesterday, and I wish him well. And I'm praying that now he can go and capture the AUC seat. Thank you. Majina ni Isa Mohamed, na mimi ningependa kuweka wazi Baba Raila Odinga akisema kitu basi ameshasema. Mimi kama Isa nitaongezea nini? Maana baba akisema kitu amesema, na baba ni mtu ambao tunajua ako na record. Hata mambo ya Aturu Sagrasiani wakati walikuja hapa Kenya, si baba ndiye aliamuka akasema hii watu ni wabaya wakaenda. Lakini kama baba ameona Adani akasema mtu ni muungwana, ameleta maendeleo hapa Kenya, sisi tupinge ni kwa nini? Tunaona upande wa energy ameleta bilioni 100 plus. Na najua kitu kinaitwa bilioni ikifanya mradi pahali italeta impact gani? Kitu ya maana kwa sisi wa Kenya ni watu wapate employment, tupate living standard ikuwe improved, ndio kitu ya maana ambao sisi kama wa Kenya tunahitajia. Hii mambo ingine ati investor ni nani, mara ni Muhindi, mara ni mzungu, mara ni Mwarabu, mara ni Mwafrika, it is none of our business. Sisi kazi yetu kubwa ni kuona kwamba nini mradi imekuja hapa Kenya, investor amekamo pesa yake na ameenda na ile kitu inaitwa public private partnership. Hiyo tu ndio kitu ya maana, na baba amesisitiza kwamba PPP, public private partnership, lazima tuangalie, tuweke kwa framework ili isiumize mwananchi wa kawaida, so that mwananchi wa kawaida aweze kufaidika. Hiyo ndio kitu ya maana yenye Raila Odinga baba amesema. So kwa hivyo sisi kama wa Kenya lazima tukubaliane na venye baba amesema. Hii kitu tumeipiga kelele Adani, 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 baba akakaa chini. Na vile baba amekaa chini ni kama venye baba akileta samaki kwa boma ikapikwa. Sasa watoto saa zile mnang'ang'ana kukula samaki, mnaona mifupa ni mingi ndani. Baba amekaa chini akatoa mifupa zote polepole kwa hiyo samaki, na sasa watoto tumekula hiyo samaki, iko sawa kabisa. Therefore, as I conclude, Raila Odinga akisema kitu anajua, maana yeye ni mtu ameng'ang'ana na hii nchi miaka zote. Kwa hivyo anajua kibaya na kizuri. Wakati wa Aturu Sagrasiani walikuja hapa Kenya, salituambia ni mbaya na akafukuzwa. Kwa hivyo kama amesema Adani ako sawa, sisi lazima tukubaliane na yeye, na tutaona impact upande wa energy, upande wa airport na mambo mengine. Mambo bado
Kitu ya maana Wakenya tupate kazi na Wakenya tuimprove maisha yetu. Ndio baba. Aya, kwa majina naitwa Isaac Otieno, the Secretary General of Bunge la Mwananchi. Nimesikia baba akiongea jana na fellow members na my seniors hapa pia wameongea wakisupport maneno baba ameongea jana. Kitu baba ameongea jana, lakini mimi niko na swali kidogo kuhusiana na maneno ya Raila Amolo Odinga na Adani. Before Adani akuje, wakati wa Raila Amolo Odinga na Mwai Kibaki, kunayo sheria ambayo walitunga na wakaiweka, mtu yoyote ambaye anapanda ndege alikuwa nakatwa 2%, na hiyo 2% ilikuwa inaenda kwa benki ili airport ijengwe upya. Kitu ambayo nilikuwa nangojea baba ongee jana ni kuhusu hizo pesa ambaye walianza kuchanga ama kuchukua kwa passengers since that time until to date. Hizo pesa ziko wapi? Na hizo pesa ni kiasi gani? Na kama hizo pesa kama ni bilioni ngapi, ni ngapi ambayo inafaa iongezwe ndio airport mpya ijengwe? Hizo ndio vitu ambaye mimi kama Secretary General wa Bunge la Mwananchi nilikuwa na ngoja Raila Amolo Odinga aongelele, lakini yeye alichukua saidi ya kuongelelea Adani ni mtu mzuri, Adani amefanya na zote zimekuwa ma airport zimejengwa nini. Lakini sisi kama Wakenya, mimi nataka kuhimiza wananchi tusiwe psychophants za hawa wakubwa wetu. Tunakulwa na pesa zetu zinakulwa. Na mimi kama kiongozi mdogo najiuliza swali hivi: je, mtoto wangu ambaye ameanza shule this year atakuwa na deni kiasi gani ili alipe hizi deni za kina Adani, deni sijui za kina Sha what, hizi pesa ambazo zinachukuliwa upande wa energy zote? Kama mimi mwenyewe ndio bado nalipa deni ya Kenyatta, je, hizi za kina Raila Ruto wajukuu wetu watalipa lini? So inafaa sisi kama wananchi tusimame kidete na tuulize maswali kadhaa, tusiwe psychophants wa our leaders. Baba Raila Amolo Odinga na mheshimu zaidi, na zile vitu zote amefanya kwa nchi tunaheshimu. Nikimalizia hivi, baba amefanya kazi yake mzuri na tunashukuru. Baba, tunakuitakia mazuri, uende AU ushinde, lakini siasa ya Kenya tunataka accountability kwa pesa zote ambaye mulieka mwanzo mkiwa na Kibaki, Uhuru akaingia almost 20 something years. Hiyo hata kama ni ndege airport, hiyo pesa ambayo watu wamechanga inatosha kujenga airport, because nakumbuka vizuri Uhuru Kenyatta akianza kujenga lakini ikasimamishwa kwa koti. So Ruto atuambie hizo pesa ziko wapi before Adani akuje. Mimi bado napinga Adani, hadi hizo pesa ambazo zilikuwa zinakatwa hizo 2% tuambiwe zimeenda wapi. Asante. Sauti ya walio wengi ni sauti ya Mungu. The moment baba aliongea, sauti yangu ikiwemo na ya wengine ambao wanaamini ideology zake na achievements zake. I think all is well with the PPP program ambayo serikali ilifanywa na Adani. On issue ya Sha, I think ni nafasi yetu mwafaka tuchukue, tuweze kuenda through, ndiposa tukikuja hapa tunaongea what is tentative na ile kitu inawezekana. Mimi mwisho changamoto yangu napeana kwa serikali na moso kwa yule amepewa jukumu ya kuongoza information ya government.
Isaac Mwaura must live to the level we expect of his office. Ukikumbuka wakati wa Mutua, hatungekuwa na hii sakas mingi ya Adani, mambo ya SHA. Because the government policies and frameworks cannot be given holistically to wananchi vile kila mtu anataka ndiposa waelewe. Hiyo ni jukumu la ofisi ya Isaac Mwaura kama government spokesman. I think ni nafasi yake ahakikishe wananchi wameelimishwa ni mambo gani serikali imeleta ambayo ina faida na zinaleta utata kwa raia. I think wakifanya hivyo serikali yetu iko kwa mkondo mzuri, hata ingawa kuna dosari ndogo ndogo inatakana pia huwa tuna interrogate kusudi waweze kuchukua the right direction. Thank you very much. Let us try to be brief kindly. Minute.